Mmeona sasa leo tuko hapa na Holy Shoot. Anaitwa Holy Shoot mwenyewe. Holy Shoot. Leo nimekuja kigaidi. Na ujue huyu jamaa ameanza kuingia competition. Nimekuwa kwa hiyo bodybuilding. Mr. 001 hiyo ilikuwa ni ku-create awareness. Wajua kwamba na warning. Na ku-create warning. Wajua kwamba nakuja ya kali. Wajua kwanza ninakuja na ile design nakuja ni mbaya. Nakuja na maubaya. Itafika mahali yani hata watu wakiwa wanapita hivi wakuone ule jamani Holy Shoot. Wanabadilisha njia. Unajua jamaa amekuwa hatari saa hii. Saa hii mbaya unaona posing zinaangusha saa hii. Zile Kenya naona ni kama tuwapelekana na Guya peke yake hivi. Guya peke yake. Wengine si wengi sana, ni kidogo sana. Sasa unaona posing sasa hivi. Unajua wewe bado ndio the youngest. Mimi ndio the youngest. Juzi tu hapa tuko na train taekwondo na nini. Yaani tulikuwa tunafanya hizo martial arts na nini. Na ulikuwa poa bado hiyo time. Bado nilikuwa fiti. Yaani mahali pote naingia lazima nitakuwa fiti. Juu mimi kukuona mara ya kwanza nilikuwa naona mateke mengine. Kwanza kuna teke mengine ulikuwa unapiganga hii. Ile ya mara 3. Unazunguka alafu unaifungua. Hiyo hata sasa hii nimejaribu narambanga chini tu. Kwanza kuna time nimejaribu kama 1 hour hivi nikaitani. Sasa ile time nimeamini sasa nataka kuipiga. Nikaitani hivi mwanangu nikaanguka tu chini alafu naona ground inarudi inapanda hivi. Wanasemanga kutaka kujua kitu lazima utaanguka. Au ukijifunza hiyo backflip. Hata mimi hivyo ndo niliangukanga. Sasa mimi nasemaga pia mashola tulikuwa sawa. Lakini nikaona umechange route umeenda kwa bodybuilding. Nikasema sawa. Lakini nikasema bado nitakusupport. Manake kama ulikuwa kwa hii channel ikiwa ndogo sasa hivi imegrow. Inamaanisha bado kuna njia. Tutazidi kubuild nayo. Lazima tubuild nayo mpaka ile siku tutafika mahali waanze kuheshimu. Heshima itadumu, siku moja wataanza kutusalimia tu hivi. Wanaanza kufanya hivi ama mtu anapiga magoti ndio akusalimia. Sasa huko cost ilikuwa aje? Cost imekuwa fiti. Cost shida moja ni jua. Unajua kwa kweli jua bana bambuka ngozi. Hata nilikuja nashindwa. Kwani nimekuwa mgonjwa ama ni nini? Ngozi hiyo inakuwaga hivyo. Ngozi inaanza kutoka hivi, inaanza kung'oa ngozi hivi. Inabidi uvae hood ndio hata ukitrain class. Sunburn, inaitwa sunburn. Maana pale unatembea kifua kitupu kiingia kwa maji. Huko unatembea bila nguo. Unajua ukitembea huko Ruiru bila nguo utaona ni wazimu. Lakini huko watu wamezoea. Huko watu wamezoea. Course imekuwa fiti, nimepata experience poa, nimepatana na watu. Umejua yani ile confidence ya kuingia kwa stage. Nimepata ile. Alafu kitu moja ni kitu ilifurahisha wasee kadhaa wenye tulipatana na watu wakubwa. Ni mimi nilianza na venye niko. Unajua kuna watu wamebuild wakaingia. Wanasemanga nitaingia next year game na hawaingii. Mimi nilienda venye niko. Nikaenda nikasimama, watu unasimama mbele ya mtu. Hizo nilikuwa hapo nyuma kwa nikipose hapo nyuma. Naangalia jamaa fulani hapa anaitwa Ron Fitness. Unaangalia mguu hamstring imejikatanisha hivi na glute imejikata hivi. Back ndio hiyo. Unasema you have a lot to do. Unasema you have a long way to go. Lakini unakumbuka yenyewe hata wao wanaangalia kitu moja, wewe ulikuwa mbele na wewe ulikuwa nyuma. Wao wako mbele na sasa hii wanafaa waangalie kwenye walianza, unaona? Sasa kitu ilinimotivate ni ati nilianza venye nilikuwa. Mimi siku hata na hata 3 years ago nilikuwa na kucheck bado ukishoot hizo vitu zako. Nilikuwa naona bado ukiwa young na bado ukiwa na bado nang'ang'ana. Sasa nimegrow mbaya sana. Sasa hivi bado nimegrow. So with the time unaona sasa watu wanaanza alafu ni kitu hiko ndio watu wameanza kunijua ni nini. Alafu naona sasa venye naenda nikitoa posing kali. Hata ukinotice zile posing natoa kutoka zingine kwa dance. Although mimi sifanyangi dance. Zingine natoa pia kwa martial arts. Ni inaitwa art. Art. Sasa unaleta bodybuilding. Unaleta kila mahali. Juu bodybuilding kitu hiko ni art. Venye una present nini zako ndio yenyewe inaoneshana movement zako na hizo venye una define hizo. Unaweza kuwa wewe ni mbigi lakini hujui kuonyeshana hizo muscles zako. Unaona? Basi sasa mimi naleta na art. Unaweka kinini ka urembo tu kiasi. Unajua talent iko ni art in different way. Kuna art ya kuimba, kuna art ya kuchora, kuna art ya kuchonga.
Sasa hii yetu hii ya bodybuilding sasa ni art ya movement. Hata taekwondo yenyewe zile ma movement zenyewe ni art ya movement. Ni art ya movement. So yani kuna kategori tofauti ya art. So hii ya bodybuilding ni tofauti. Unaenda sana. Another area. Na unafaa adapt hiyo area umeenda. Unafaa uishi kama Waroma, unaona? So ukifika mahali unaona watu wanafanya art tofauti, usiwajaji na venye wanafanya. Hiyo ndio wanaamini. Juu niliona wale jamaa, kuna wale jamaa wameingia hapo bodybuilding, sasa hiyo wako na gym zao. Ndio sasa. Unajua huyo msee ameenda ma competition akashinda, akakula almost half a million, unaona? Hizo ndo anakuja na build kidogo, anaanza kidogo. Mwisho unaona amejaza gym hivi. Juu ukiangalia wale jamaa, mimi nilionanga video ya 8 years ago. Kumbe wale jamaa walikuwa wanafanya kutangu hiyo kitambo. Ni tangu kitambo. Hakuna mtu anaanzianga ati ameanzia tu saa hii. Anaenda hivyo tena wanaenda ma competition. Ushaangalia ile channel ya Hood Gym. Hood Gym nimeiona tangu kitambo. Channel ya Hood Gym uifuatilie kuanzia kitambo uone. Zile makompetition venye walianzia. Hizo makompetition za kitambo bado walipost. Hizo makompetition za kitambo bado walipost. Unakuja kurealize kumbe wewe ulikuwa umejua leo tu. Hawa jamaa umejua leo. Kumbe walikuwa wanafanya tangu kitambo sana, Tangu mpaka wanapata masponsor, wanafungulia majimu. Unaona sasa hivi venye sasa hii Hood Gym iko. Hiyo most respected gym huku. Hiyo gym ni kubwa. Gym ni kubwa sana. Na alafu watu wanaenda huko si unawaona mabigi. Na ukienda pale hawezi lipa shilingi 2. Hawezi lipa shilingi 2. Hawezi lipa shilingi 2 kama. Na mimi niliona bodybuilding bwana ni expensive. Maana wewe niambie unalipa 500 kila siku ya gym. Hiyo ni gym. Weka sasa kukula. Bado ya kukula. Kukula ujiwekee dhao na kitu. Unakuta wewe jamaa anakula mayai 10. Mayai 10 unadhani hiyo unatoa wapi? Unaweza kula paka kuku. Mimi nasemanga kama kuna mtu ameng'ang'ana. Kama kuna mtu ameng'ang'ana kwa hii bodybuilding naye sitaficha ni mimi. Mimi kuna wakati naweza enda hata na saa zingine hata 2 meals a day. Ama hata 3. Lazima uingie gym. Na wewe bado ni beginner. Na bado wewe ni beginner. Sasa hivi bado umekuwa ile category. Sasa hata niseme mimi si beginner. Sasa nishaingia game. Nishatoka ubigina, walishanikaribisha. Walishakukaribisha. Wewe mwenyewe ushatengeneza jina lako. Nishatengeneza jina. Na within 5 years my friend. Within 5 years hata hiyo na usisahau uanze kusahau zima simu. Mimi nasema nakuwa haufai kuwa tena na ile roho mbaya. Usisahau mahali umetoka. Acha kuna watu wanaendanga huko juu. Wanaangalia tu chini wanasema sasa huyu. Unaona mkono ya nani? Ni Abade Soldier huyu. Abade Soldier huyu. Anapigia simu ya anasumbua sana. Bana, ujue unaweza fika huko juu, downfall bado itakuwa huko. Utarudi chini. Ukirudi chini utarudia nani? Siwezi kupanda. Sasa bado tu sisi ma legend bado tunatrain ile martial art. Ndio. Sasa hata utakuwa unapiga content kubwa. Sasa utakuwa unaniangalia unasema si ulikuwa huko juu ndio utakuwa. Unajua acha nikwambie hii kitu. Kile kitu unasemanga tu kwa maisha yako ndio ina happening. Ndio ina happen. Inaitwa force of nini? Yani kuna force of attraction, lazima ukuwe na nasemanga inaendanga universe. Ukisema mimi nataka kuwa tajiri, mimi nataka kuwa na kitu fulani, kila asubuhi unaamka ukisema hivyo, alafu ama kila usiku kuna venye hulali unafikiria hiyo kitu. So ile force of attraction inaanza ku apply, yani universe inaanza ku reply to what you want. Hata sasa ukisema unaanza kutumia drugs, unakuta mabesti wanaanza kuzunguka, ni wale wanatumia vitu zenye unataka, na mwisho unakuja kurealize umeingia tu kwa hiyo drugs kabisa. So hata gym wenyewe ukiwa unasema una training gym, unakuta watu wanacall wenyewe na kutrain, watu wanakupigia na kuita content ni watu wa kutrain, watu wanakupigia wanakuita mahali ma event ni watu wa kutrain. Unaona umeweka ile timu yako ni ya watu tu wana train. Hata msee ukisema umeacha hivi, jamaa anakupigia wewe njoo unipatie psych, kuja unipatie psych. Hizo ukisema una dola nakwambia nitakulipia. Unaona sasa, hiyo ndo timu unaanza kubuild. Na ile force of attraction ile force ile universe ina response. Universe ina respond na kenye unataka. Yani nikaa kuwa na vision.
unakuta hata kama utakuwa huyo mtu ulikuwa unataka, unakuta umekuwa hata coach. Umeanza coach wenzako wa Yanga, wale wa Yanga, unaonyesha ile njia yenye haukupitia. So na kuna nini, kuna wengine niliwaambia hapa wenye na film mingi, nawaambia mimi nilikuwa na film mpaka kwa mgomba, my friend. Nakumbuka hizo video za kitambo. Nazikumbuka vizuri sana. Nagonga migomba, najiona mimi ni mnoma, unaona? Na mimi sikuwa na mtu wa kunifilm. Na hizo unajua hapa hakukuwa na tina stand nini? Hakukuwa na stand, kamera tukuwa nayo, unaona? So ile force of attraction ndio inanifikisha penye ile universe, response za universe zinanifikisha penye nataka. Juu unakuta studio unaanza kujenga, gym unaanza kutaka kufungua, makamera zinaanza kuja, unaona? Hiyo ndio inakuaga. So kenye unasema kwa maisha ina happen, lazima itafanyika. Juu kama mimi last nimeishi kusema lazima nitaingia game, niliingia na nikaingia na nikasema, na jamaa walikusupport sana, na jamaa alisupport. Niona kama kuna jamaa alikuwa ananiguide, kuna jamaa anaitwa Ron Fitness aliniguide. Kwa hiyo nini mambo na hiyo bodybuilding, kuna Austin Odhiambo alinishikilia kabisa, hata bado tukiwa hapo game. Hiyo siku ya game alikuwa ananiambia, buda, ile posing unakuanga nayo ile siku utapata tu chance, angusha yako yote, yani jipe yako yote. Kuna watu kama kuna jamaa anaitwa Black Hulk pia yeye alinipea motivation hiyo siku ya game. Yaani watu wengi wanaona penye walitoka, wanaona penye walitoka, na hawataki wewe ugive up, hawataki kufa moyo. Juu sometimes unajua decisions zenye tuna making tukiwa peke yetu zinaweza kuwa ni decisions zenye unataka hata kufa moyo. Unajua unapiganga hesabu, unaona sasa pesa za una spend yenyewe hauna hata pesa, hauna mbele wala nyuma, na unataka ati kufanya bodybuilding, lakini unapiga hesabu unaona hauna pesa. Utatoa wapi pesa ya chakula? Hauna supplements, utatoa wapi pesa ya supplement? Sasa unaona ni kama utalose hope. Lakini watu kama akina OK Pro, akina Black wanakuambia wewe endelea, juu anaona kuna potential. Unapata mtu papa follow anakuambia wewe kijana usiachilie hapo, shikilia tu hapo. Ndio unajua kuna mahali itafika yenyewe mambo inaanza kuwaka. Juu yenyewe mimi hata nikipiga hesabu bado ninaanzia na saa hii. Before watu wa notice kwamba kuna beast anakuja, ina taking time. Hiyo ina take time. Alafu unaona wakati ushafika hapo, wanachukuanga zile video za kitambo mahali ulianzia. Wanasema yenyewe huyu kijana alikuwa na potential, unaona? Hakuna kitu inakuanga easy. Hata ukisema hiyo kitu unaacha uanze biashara, ama hiyo kitu unaacha uanze politics, lazima utaanzia chini. Bado utaanzia chini. So lazima utakuliwa pesa vile. Na yenyewe lazima utakuliwa. So kama unasema eti unataka kutoka hapo, atuende uende nini kwingine, my friend, bado utaumia the same. Mimi nilisema hata heri nikufie tu hapo kutoka bodybuilding. Wacha nikufie hapo. Hata kama itakuwa aje ngumu aje, hata kama itakuwa ni ile ama nini, hata kama watasema haina pesa, wacha nikufie nayo. Wacha niende nikiendanga nayo, unajua with the time ma sponsorships wanaanza kukuja, unakuta nini, hizi kampuni za foods zinaanza kuweka kama ambassador ama ma supplements. Sasa ukifika hapo, my friend, hata simu zetu utazima. Kwa kuzima simu la kama kuna watu wanahitaji watu wa chini, kama kuna watu wala msikudanganya, mimi nimewaona, naweza kutafuta bwana huyu jamaa bwana, yani mimi nimewaona, tumemsaidia sana bwana huyu jamaa, tumemsaidia sana bwana, tumemtoa hivi chini bwana. Mimi hata heri, mimi nasemanga, hata naambianga Mungu, naambianga Mungu hata heri tu niweke tu nibakie tu chini, lakini inaje uniweke huko juu nipate kiburi? Hapana, mimi ninyime hizo vitu. Unajua hapa chini tunakuanga humble sana. Hapa chini tunakuanga humble, tukifika pale juu ndio tunaanza kiburi, na hiyo kiburi ndio inatuangushanga chini. Mimi hivyo nasemanga, mimi heri yote unayofanya hii maisha, mimi naambiaga wase, kitu yote unayofanya hii maisha ukifaulu, rudisha mkono kwa wale wenye walikuinua, angalau wapatie ka kitu wapia wao wainuke. Lakini kama utaanza kiburi, ukianza kujiona wewe umefika sasa, huwezi kuinua wengine, mwishowe yule alikuinua atakuangusha. Yani Mwenyezi Mungu si ndiye alikuinua, mwishowe atakuangusha. Ataona jamaa kumbe ninampatia uongozi, alafu naanza kugonga wenzake. Sasa nitamuonyesha. Unaona, sasa maisha ndio hivyo.
hata kama tunapitia more toughness aje in the process of ya kufika penye tunataka, tunafaa tuweke ile discipline na ile humbleness yenye tulikuwa nayo chini. Junaje ukianza mambo na kiburi mingi utashuka tu chini. Na ukishuka chini utakuta the same people. Hata unaweza kuta the same people. Au pate hao same people wako kwa level nyingine. Sasa unaona wewe unaweza kutafuta sasa. Na alafu tena hawezi wapata. Juu wao ndio walikupatia kitu. Alafu wewe ukapata unajua kwa maisha kuna mtu anakupatianga key to the city. Wewe umetoka penye umetoka unataka kubadilisha maisha yako. Lakini kuna jamaa mmoja anaona potential yako, anasema huyu jamaa atakuja kuwa kitu kubwa sana. Wacha nimuonyeshe penye sikuonyeshwa. Nimuonyeshe njia. Sasa nikishamuonyesha njia, anashika njia kabisa. Njia kabisa yenyewe. Sasa ukishashika njia kabisa, unaanza kuwasahau. Juu amekuonyesha njia, so unaanza kuwasahau hawa jamaa. Unakuja kurealize hawa jamaa discipline ni yako mwenyewe. Ile discipline ya kumaintain ni yako mwenyewe. So hiyo kitu ndio unakuta umesahau. Na kuangusha chini. So unaanza kutafuta wala jamaa sasa wakuonyeshe ile venye ulikuwa, ile humbleness. Na unajua time itakuwa imeenda. Na time iongojangi mtu. Hapo venye hapa kamtika saka anazunguka hivi alafu atikasimama karudi juju ama juju umekaa kwa sofa inaanza kukungojea. Ati inakungojea endelea Netflix. Endelea kukula mapopcorn hapo ukionanga TV. Alafu ukishamaliza utaambia twende tukizungu. Hakuna. Ndio inaendanga ikisonga hiyo mapopcorn. Ukikula popcorn hapo na ati Netflix and chill. Utashangaa time inaendanga tu hivi. Inaendanga hivi. Mimi hata heri uonange mimi naamka asubuhi naenda na inua hizo chuma ama kama narusha hizo mateke ama nini. Uone ni ujinga anafanya. Unaweza kutazamka siku moja bwana ukaingia kwa mtandao ukaona wenzako wameendelea kweli. Yaani jamaa wamenunua magari, wamejenga manyumba. Wewe kumbe ulikuwa mambo yako tu ni kukimbizana na wenzako. Unajua pressure. Mapia. Na kujifanya yeye ndio mwenyewe kugonga maglasi. Ati leo sherehe iko wapi? Weekend ishafika. Weekend yetu ikifika, tuko hapa kwa mawe, una rest. Hizi ndio nini zetu ama una rest, ama rested time. Umegrind the whole week. Sisi hatu rest. Sasa ukishafika Friday umepiga hapo mguu yako safi. Saturday lazima utakuja upige shoot. Na ukipiga shoot lazima utapiga zoezi. Unapiga shoot. Hiyo shoot yenyewe ni zoezi. Hiyo bado ni zoezi. So sisi hatunanga hapo na sweat. Unakuja una sweat. Sasa glasi yetu tunaipigianga hapa. Kuja piga hapo yako, wewe toka bado una focus na future. Na bado una focus na hiyo future. Lakini sasa sema ati na mostly kwa nature mimi nasimanga hapa ndo napatanga healing. Healing. Unajua nature wewe inaongea. Healing ya mind. Yani unakuta umetulia, kichwa chako kimetulia, roho imetulia, kila kitu iko sawa. Ile wakati hapa ni mahali unasikia tu ndege na nini, yani uko sawa. Mto hiyo ka breeze ka miti na hizi manini sound za hizi ma birds yenyewe unasikia. Sasa hiyo ina connect na body sasa. Kuna ile ina healing. Lakini uniambia ati nienda hapo nimeketi chini nasikia tu makelele ya club, uongo, huwezi nipata. Hiyo ni uongo. Una watch movie. Unajua movie ni wale wenye wana act ambapo wanafanya dream yao. Sasa wewe uko hapo unaona dream yao. Wewe ni spectator. Wewe ni spectator. Sasa unawaletea pesa. Wewe unawaletea pesa. Juu ukianza kuwaona ukiwapenda sana, unawafollow kwenye mtandao, unawafollow kila mahali, hawa ni pesa unawapatia. Lakini wewe umekaa pale kwa sofa tu na mapopcorn zako tu, yetu unaishi good life. Nikuziangusha tu, unaishi good life. Si good life ile unanona mafuta ina, alafu uko pale status ndio unaweka motivational quotes. Uko status umeketi chini ukiweka motivational quotes. Ukisema one day one time. Hakunanga one day one time. One day one time ni yenye huko. Sahi. Hakunanga ati sijui future. Future ni yenye unatengeneza sahi. So teseka sahi. Ili ukuje hapa, ukuje build hiyo future with a lot of mistakes. Unaweza toka hapa umefanya a lot of mistakes paka ukaanza kuna learn. Yani zile mistakes zinakuwa unazidigest. Yani unarudi kwa nyumba umezidigest. Yani ile teke fulani imekushinda. Imekushinda.
yani sema hapa na hapa lazima ama ukienda kwa gym unasema yani deadlift leo imenilemea kabisa. Imenilemea. Ni wapi nafaa ni? Yani kifua imenilemea kabisa. Unaona? Yani hizo ndio stress. Hizo ndio stress umejiingiza kwa kichwa. Sasa hizo stress with the time unaanza kusolve. Mashindo hapa ni wapi nilikosea? Kama hii 540 kick inafaa ingie hivi. Nitafanya aje ndio niweze kuspin nipate ile balance ya kuanguka chini na hiyo teke itokee ikiwa kama huki. Nasema na wale wanasemanga eti mtu ana waste time. Wacha nikwambie hata artist mwenyewe akitaka kuchonga hii jiwe lazima akae chini for hours achonge hiyo jiwe itoke sanamu yenye inatakana. Hawezi niambia utakaa tu chini etu unsoft wenyewe atukae ukifikiria. Wale ma artist wenyewe wanachonga hiyo jiwe, wanaichonga the whole day, na sometimes unakuta zina fail. Kuna mahali ameziweka zenye zimefail. Ni kama ule jamaa mwenye anaundanga, kuna jamaa anaundanga hizi ma benches za kulift hizi vitu za gym my equipment. Huyo jamaa alinionyesha store yake akaniambia kuna vitu mingi sana ameuza kama scrap. Jua nini zimefail? Jamaa anaunda hiyo design inakataa. So ule jamaa kuna art ya different kind of art. Ule jamaa ameishi hapo akijiperfect. So ile time alipojiperfect sahi equipment yake yenye anauzanga kwa market haipunguangi 100 na kitu. Unaona? Hizi equipment zingine unaweza uziwa kwa jua kali hizi za 16k, 30k na nini, lakini si strong venye yake anaundanga. Yake yenyewe. Yake anakundia ile design, yani wewe mwenyewe utapenda. Ni heavy duty. Na utaishi nayo mpaka uachie watoto. Unaona? Ni jamaa ameperfect ile art yake. Ana earn kwa jasho yake. Wewe unasema eti tuna waste time. Kuna working for that goal. Kuna ile time ya work for that goal. So ukiona mtu ana sweat pale ana work for that goal. The day yenye anapanda hiyo mahindi si the day anavuna. Wenyewe lazima ukae uje upalilie, uje uweke maji, uje ufanye utoetoe magugu ndio ikifika ile red tena bado lazima uzeke security. Ndio security baba hizo wamekuja akaenda nazo. So hiyo grind yote watu wanaionanga ni upumbavu. Hiyo grind yote mtu anafanya anasema tuna waste time. Unajua watu wanaonangi behind the bars, watu wanaonangi the struggle. Kuna kama ataona kuna ingine, kuna ile kunakuwa na dark side. Kuna kuwa lazima kutakuwa na the dark side. Na hiyo dark side ndio watu waonangi. Unajua watu hawakupostiange mistakes zao. Watu waweza wakapost. Unaona tukipiga picha 100 na posting zile 20 zenye ziko perfect. Zile zingine sinaziweka kwa delete list. Zile 20 zenye ziko poa na wapostia pale, mnaona mimi niko sijui wapi Lavington, sijui niko wapi kwenye mahoteli kubwa. Kumbe nimeenda na mguu huko. Ujui nimeenda na nimepitia njia gani, mashortcut gani ndo nikafika huko. Unaona? So life iko hivyo. Watu wengine juu wanakulaga ile soft ama wako na ile rich parent nini, unakuta jamaa akona amesupportiwa everything. So anaonanga wenye wa grind ni mafala hawana akili. Wewe umesupportiwa kila kitu. Sasa unainuliwa. Sasa ukiamka lunch sasa iko provided. Iko hapo. Supper iko provided. Kila kitu iko provided. Wewe imagine wala jamaa wenye hakuna mtu anawa provide. Hakuna. Tunasemanga sasa hii kitu inakuwa mchana ni mashida zako. Apiga hesabu unalala na haujui utakula nini. Hiyo ndio inakuwa mchanga unaenda. Anakaa kujua fridge imejaa stock. Hapo unaenda unapata yogurt. Umepata kuna smoky hapo. Ukiona shida hapo umelala, unapiga simu unashindwa kazi. Utakula nini saa 7? Utaamka na uende utafute. Hapo hakuna mambo ati nini. Hapa mwezi mkakompea. Mwezi tunasema kuna competition iko very soon. Very soon. Naweza penda arudisha Mr. East Africa. Ya Mr. 001 bado lazima hiyo na itakuwa every December. Every December lazima itakuwa. Naona Iron Shafi bado anatengeneza yake. So hizi show naweza penda pia za Kamukunji zirudi.
Kuna hizi za power. Unataka kwenda hizi competition za power. Za powerlifting. Aya. Na nini? Yeye ni machia jamani tangu Aaron. Jamaa squat 200 plus na huko 200 na squat siji 12 reps. 200 hata hizo nikasquat hizo 12 reps bwana. Mimi sina haja la kuinua tu. Hiyo ni achia Aaron. Hata wako na nguvu bwana. Why? Hata wako na nguvu. Hizo ma competition ndo zinapatianga wasewe morale. Mimi sasa mimi wale jamaa wanatokanga na madoo mingi sana. Ukishinda pale unatokanga na madoo mingi sana. Unafanyanga wasee wanakuwa na morali. Wanaingia gym, wana lift venye inafaa. Wana lift weight yenyewe. Hata wanainua weight. Hao watu ikifika ni kwa kuinua. Hata chezi na chuma. Watu wanainua weight. Wanainua weight kuinua. So watu wanafaa wajue kwamba ukiona mtu kwa gym, sio eti ni mtu hana kazi. Ni mtu yule jamaa kuna goal. Akona goal. Hiyo ndo kazi yake kwanza. Hakuna goal. Unajua inategemea unaenda kwa gym kufanya nini. Kuna watu wako na goal, wanataka kuiachieve mbaya sana. Na unakuta huyo jamaa anakula, anakunywa, anataka hiyo goal achieve. Ndio maana nilikuwa nakwambia. Hautapanda mahindi leo. Expect kuvuna leo. Haiwezi. Kuna venye ukipanda hiyo mahindi utakuja hapo bado uangalie ulinde hizi ndege zisitoetoe zichomoe ikiwa bado jamea. Kuna venye ikimea nako kuna venye utatoa hiyo magugu. Ikishatoa hizo nini utalilinda na nyani na tumbili. Unaona? So kwa life ukiona mtu ana work hard ku achieve something. In the process of achieving anaonekana kama fala kabisa. In the process of achieving anaonekana kama yeye ni mtu hana akili, hajulikani anafanya mtu wako tu. Lakini with the time end goal ndio ina determine huyu jamaa alikuwa anataka kuachieve. Ndio unakuja kuona huyu jamaa huyu jamaa kumbe alikuwa anataka kuachieve kitu na ameongojea sana bwana. Amengojea sasa hiyo time ndio unataka sasa kumfuatilia. Yaani unataka kumuiga. Na itakuwa ni too late. Miaka imeenda. Umeona jamaa amejaribu boli, unamwona jamaa na waste time. Mwisho ukaanza kumuona kwa TV pale akipiga boli kama wa jamaa wenye walipewa do na Ruto. Sasa hii ndio unaanza kumotivate. Ningejua singeacha hii boli bwana. Singeacha hii boli. Unaona? Kitu yote yenye unafanya hii maisha usiende na doubt. Usiende na doubt. Hata kama itakuwa ngumu aje. Uniufuatilie tu mpaka mwisho ujue mwisho yake itakuwa aje. Ndio ukifika pale mwisho unaanza kuambia wenzako, mazee mimi pale nilijaribu lakini kashindikana. Lakini haimaanishi ulijaribu ikashindikana, haimaanishi ni impossible. Ati ni impossible. Leo umejaribu kiti mahali kama MCA ukafeli. Haimaanishi utafeli. Haiwezi. Haiwezi. Inamaanisha kulikuwa na mshindi hapo. Sasa wewe ndio ujue makosa yako ilikuwa ni gani. Labda ni mdomo wako huko ongelesha watu vizuri. Ama una vibe ya watu. Hata pia nini bado ni ile kunini kuwa na watu. Everything is hard. Hata ukisema una give up sasa uende kwa biashara. Hiyo biashara ni hard. Bado utaanzia chini. Bado utaanzia kwanza kutafuta wateja. Kwanza kutafuta makastoma. Kwanza kufanya yani kila kitu lazima upitie hadi ngangane. Kila kitu ina challenges zake. So heri ukae mahali ulani hizo challenges za hiyo kitu. Na hizo challenge bado ndio huwa zina build mtu. Ufeed hizo challenges. Ukuwe una mazoea kwamba kuna kitu ita happen. Kila siku nikifika hapa kuna kitu, kuna makosa ina happening. Na unakuta umeanza kuizoea. Umeanza kujitayarisha kwa hiyo makosa. Life ndio iko hivyo. Kwa life hakunanga shortcut yetu unasema eti kuna working smart. Working smart wapi? Hakuna unless uko unaibia wenzako. Hiyo ndio kuwork smart. Kama ni mili kuna wanawake miaka iliishi, wanawake walitumia hizo mili na wakaisha. Kama ni mili kuzitumia eti wanaume wa attract wanaume. Wengi hata kwa Biblia wapo walitumia hizo mili na wakaisha. So ni heri ufanye kitu yenye wise thing, yenye mwishoe itakuja kukusaidia kabisa. Na utakuja unakaa mahali hivi unasema
Kama singefanya kenye nilifanya hivi singekuwa hapa yenyewe, kama singekutana na hao watu wakubwa hivi. Juu talent zingine ndo zinakufanyanga unakutana na makings. Ndio hiyo sasa. Jora mimi hao watu wenye nimekutana nao singedhania ningepatana na kina wale. Singedhania ningepatana na wale, singedhania ningepatana na Kashao. Watu wenye pesa zao. So wanakumotivate na wewe that unaona kumbe huyu jamaa kufika pale ni venye mimi nafanya. So kama ni venye mimi nafanya, wacha nirauke pia mimi. Nifanye venye walifanya. At least nijue kesho nitakula hapa. Unaona? Ni kujitengenezea future. Na kama unataka kumove with big boys, yani wenye pesa, wenye mali zao, wakuambia ile secret, ni ufanye venye walikuwa nafanya. Hiyo formula. Pitia hiyo njia. Na hiyo formula ni hard. Bora isikuwe ati ni njia mbaya, ati illegal. Formula yoyote ni hard. Formula ya business ni hard. Formula ya politics ni hard bado. Ni hard. Lazima kutakuwa na hiyo to challenge. Unaona nani aliniambia aje yule jamaa anaitwa nani huyu DJ Shiti. DJ Shiti alikuwa anasema lito kwa interview akasema yeye alikuwa anafika kwa club hivi. Ile masaa ya game anakuta ni ile masaa ya game Chelsea na Man U inacheza. So watu hawafocus na jokes zake, wanafocus na ball. Ile time wanashangilia goal huko imefungwa. Wanashangilia goal imefungwa hivi, unadhani watu wanacheka nini zako, wanacheka joke yako. Kumbe wapi? Goal iko hapo inafungwa. Goal yenyewe inaendelea kwa screen. Wewe anakuambia toka hapo bwana. Wewe unaona? Kuna challenges zenye watu wanapitiana. Ndio ufike mahali wewe unakaa kwa sofa hivi unafurahia content zimetengenezwa na watu. Jua kuna challenges wamepitia. So kila kitu ukiona mwenzako anang'ang'ana mahali mpatie moyo. Acha ainanga haja useme congratulations wakati mtu amemake it. Mwanzie na yeye sasa. Unaona mtu pale juu umeanza kwanza the more unapanda juu ndio unakuwa na many enemies. Unajua hiyo ndio critics zinaanza kuongezeka. So kama wewe hujapanda juu ukaanza kuwa na enemies, critics hazijaanza, bado hazijaanza, inamaanisha bado wenyewe uko bado lazima. You need to work hard. Unaona mtu kama kina Gashao, ukiangalia comment section yako ni watu wenye unaangalia watu wajaribu kumsukuma chini. Lakini saa hii ndio unaonanga watu wanaanza yenyewe kumfuata, wanasema na yenyewe ni master. Lakini ana shughuli. Critics are the most followers, good followers. Juu lazima waone content yake. Kama hawangeona hiyo content comment yenyewe. Unaona? So lazima alicheck ile comment ndio akaanza comment. Wewe ni fala, wewe ni mshenzi, wewe ni mpumbavu, unaona? So lazima ujifundishe kudeal na hiyo watu. Ujifundishe accept terms and conditions. Silikwambia kuna mahali ukiwa unajaza kitu ukiingia YouTube ndio hizo zinakuanga zimekuandikia hapa, hata kama hatusoma pale mwisho after kumaliza kila kitu umesoma unaambiwa do you accept terms and conditions, unafinya hapo katika unaweka hiyo katika ni umeaccept terms and conditions, inaenda ikiendanga. Kama utaki unaweza toka, unatoka tu na hiyo ikaendelea. So kwa live lazima uaccept hizo terms and conditions. Maana utaenda deal na kila kitu. Kwa kurauka utarauka. Kwenda kuinua chuma mpaka ibaki na kukuua, lazima utainua. Saa zingine utafika mahali hapo hauna spotter. Unainua venye bench press inakuua. Inakuja ina stick hapa inakwama. Nisha kwama huku basi. Hiyo tunasema ukikufa ukiwa na bench press. Umekufa in the line of duty. Au kufa ukinyongwa na bench press sio ukikufa in the line of duty. Umeaccomplish mission. Unaambiwaga upigane, ujifundishe kupigana na elephant. Ujifundishe kupigana na zile nyama kubwa kubwa. Ukiwin utakuwa umeondoa shida yako. Ukilose utakuwa umeondoa shida yako. Unajua haji, si umekufa. Shida yako simeisha. Si imeisha. Ile kitu inakutatiza kwa kichwa imeisha. Ukiua ile ndovu ile shida yako imeisha.
manake watu watakula na kunywa. Sifa zitakurudia wewe, umeua ndovu. Watu mji mzima unakula nyama. Na wewe utaitwa hero, manake ndovu imeshinda watu wengi. So jifundishe kupigana na ndovu. Usiwahi ogopa kupigana na mandovu. Hatujui ni kubwa. Lakini ukisema una hunt panya, unakula leo panya, kesho unasikia njaa. Ama unakula sungura, unakula leo sungura, kesho unasikia njaa. Lakini ile ndovu kiua mwanangu, unaipreserve. Unakula polepole. Mwaka mzima hakuna tena kuitisha tena eti ni na nini. Umekula ndovu sasa. So jifundishe kuhunt ndovu. Jifundishe sana kuhunt hizo ndovu zenye zinakupiga chini sana. Zenye zinakuangusha sana. Ukiwin umeondoa shida yako. Ukilose pia umeondoa shida yako. Maana yake imekisha kutambariza. Imekuwa. Ndio life iko hivyo, imeisha sasa. Ndio life iko hivyo. So sasa hii ukituona tuna struggle hapa, jua with the time mambo itakuwa sawa. Ndio hiyo sasa. Ukituona tunarauka asubuhi sisi mafala. Tunaenda kupalilia. Tunaenda kulima. Tunaenda kuondoa hizo magugu. Tunaenda kulinda tumbili. Tukingojea one day one time mambo itakuwa sawa. Na hizi vitu tunashuti hapa, with the time unaanza kujiuliza nini nilisema hivi? Kumbe nilipredict my future. Kumbe nilikuwa right. Kumbe nilikuwa right. Hata naambia ndio evidence. Ndio evidence. Ndio nilisema hapa. Si nilisema in the next few years nitakuwa hapa. Umeprophesize your future. So ndio hivyo. Vitu zingine zenye tunafanyaga sahihi zinaonekananga za kifala, lakini with the time zinaanza ku make meaning. Vitu zingine zina making meaning with the time. Si sahihi. Sahihi ni all bullshit. Kitu tunafanya ni bullshit. Lakini after one year, 2 years, 3 years, 4 years hivi unaweza kusema I wish ningefanya hizi video mingi sana. Unaona kama kuna msanii mwingine alikuwa na regret sana. Alikuwa anasema ningejua mazee, ningefanya a lot of collabs. Ningejua wakati ni career yangu ilikuwa imepeak, ningefanya a lot of collabs. So sitakangi pia mimi sitakangi kufika hapo nikuwa na regret hiyo life. Nasema ningekuwa nimefanya a lot of videos na nini. Juu hiyo time unakuaga ushaisha labda. Ile pesa ulipata hiyo career yako ilikuwa imepeak, yote ishaisha. So zile vitu ungefanya mingi zingekuwa zinakuboost mpaka sasa hivi. Unaona? So vitu unafanya sasa hivi, don't take it for granted. Iko sure. Lazima italipa. Italipa with the time. Hiyo ni kitu sasa inaweza kuwa hai make sense. Nakumbuka acha kiniambianga wewe endelea, watu wanazoona hizi vitu unafanya has make sense, hizi mashort films. Lakini zitakuja in the future zinaanza kujileta juu. Haujuangi nani ana watch where you started. Ndio semanga haujuangi nani ana watch. So watu wengi ukiwaona kwa gym wanakuanga wana focus na goal, end goal. Na ile end goal ni ya tuseme hata ya 2 months 3 months to come. Hata boxer mwenyewe ana focusing na 2 months 3 months to come. Kama kuna match mahali unamuona akiwaka hard akikimbia kila asubuhi, unamuona kama fala. Lakini ukianza kumuona kwa TV pale ameanza kulipwa na hiyo kitu ya ile hati yake, unaanza kuona tu yule rafiki yangu kabisa, yule rafiki yangu. Na hata huko unamsalimia ulikuwa unamuona kama fala. Unamuona tu kama fala. Unaona sasa huyu kazi yake ni kurusha mangumi. Kwani unataka kupigana na nani? Na ndio yako hapo. Kazi yako ni kuinua machuma, mwili utapewa mbinguni yako kwa TV. Unanijua, unasema unanijua nyuma ya TV. Wewe kwa nyuma ya TV unaniona hapa. Anaona kwa TikTok, anaona kwa YouTube. Ndio unaanza kutrend. Yaani kujaji. Alafu tena ukienda kwa TV na anasema anakujua. So hizo mwili mpya iko mbinguni. Hata mimi kwa TV niko mbinguni, basi tufanye mbinguni. Tutapatania huko. Heaven on earth is created through pain. Ndio hiyo sasa. Tears. Kuna time ya tears watu wataiona. Unafika pale kwa bafu unaoga hivi unatoka na machozi. Juu ile project unawakia unakuta inagonga mwamba kila masaa. Unashindwa why? Na bado blood. Kuna tears, kuna pain na kuna blood. Kuna tears, pain na blood. Na sweat. Na sweat pia.
Sasa hizo zote ukizicombine sasa zinapitia kwa mtu mmoja. Ukikuja ukimwona mahali ameitwa kama interview hivi, unaanza kumuona, unaanza kusema unamjua. Tulikuwa tunaongeanga na yeye. Hata unataka kuspray ma conversation, uonyeshe watu kuna mahali ulikuwa unaongea naye. Kuna mahali mlikuwa mnaongea. Hivyo watu wanafanyanga sana watu wakikufa. Anaanza kutoa screenshot ati si ni jana tu tulikuwa mbona hapo sai. Si ni jana tu tulikuwa tunaongea na yeye. Kwa live watu watakupenda ukikufa. Ukitaka watu waonyeshe kwanza mwanaume. Ukitaka watu waonyeshe kwamba wanakupenda, make sure leo umekufa. Kesho jamaa atatoa pesa kwa saving pale, atatoa arushe kwa mchango wako. Anarusha kwa mchango wako, aseme huyu jamaa bwana na hiyo kuna time ulimwomba hata 50 bro, ukamnyima kabisa. Lakini huyo jamaa alipoaga dunia sasa ndio unaanza kumwonyesha eti true love. Kitu gani? Kama mtu anaonyesha my brother gone too soon. Wanasemanga kwa nini tusi live in peace, sio rest in peace.